Hii ni siku ya kifalme kweli kweli kuelekea tarehe 19 pale Kendo Rocks, siku ambayo tutakwenda kusherehekea Ali Kiba na marafiki zake miaka 20. Na ukizungumza marafiki wa Ali Kiba, huwezi kuacha kulitaja jina la KGT. KGT ana story nzuri sana kumhusu Ali, na najua utakuwa umefurahi kumuona. Hukuwa na taarifa za KGT kuwa hapa, so hii ni surprise hapo kuelekea tarehe 19. KGT, karibu sana kakangu. Asante. Sisi pia tunafurahi kukuona. Ndugu yako yuko hapa, anatimiza miaka 20 ya sanaa yake. Ndani ya miaka 20 kuna alama nyingi sana za KGT humu ndani. Nikupa nafasi ndogo ya kuzungumza kumhusu Ali Kiba. Unaweza ukasema nini, lakini pia kama una lolote unataka kumwambia ama kumuuliza pia si mbaya, lakini uko hapa kwa heshima kubwa sana. Karibu. Chukua hii, nafikiri itakuwa na nguvu zaidi. Yes. About Ali, siwezi kuongea sana, lakini kikubwa zaidi mimi najua Ali yuko unique, very unique katika watu ambao nimekutana nao kwenye life yangu. Ali is very unique. Nime experience vitu vingi, na tokea mimi nimeanza kufanya production ya music, ni mtu ambaye nilipokutana naye, nilivyomsikiliza, alafu once nilivyoanza kufanya naye kazi, sikuweza kuacha kufanya naye kazi. Nikawa kama addicted, kwamba nataka nifanye naye kazi kila siku hivyo. It doesn't matter kwamba tumefikia wapi, lakini bado nilikuwa naona journey inaendelea. Kitu kama hicho. Moja kati ya production bora ambazo zinaendelea kubaki kwenye ubora wake mpaka leo, Mahmuga. Unazungumzwa sana wimbo, na we ni mzalishaji wa kazi hii. Una siri nyingi sana za ufundi wa Ali Kiba. Nini unaweza ukawaambia vijana ambao wanafanya sanaa sasa hivi kulingana na maisha yako ya kuwa kwenye production kwa wakati wote, namna ambavyo Ali anafanya kazi ikitoka kila mtu anaifurahia? Najua kuna siri nyingi mule ndani huwa zinafanyika. Basically kuna kitu kimoja. Unajua muziki, wakati tulikuwa tunafanya creation ya music, sio kama Ali unakumbuka, tulivyokuwa tuko studio, kuna time inakuja beat, inakuja instrumental, yani inakuja tu idea. Tunaanza 1 2 3, alafu ananiambia tu brother, hebu sikiliza hii hapa mimi na nyimbo kabisa inaendana na hii hapa. Yani zile feeling ya kulikuwa na bond fulani ambayo ipo. Yeye mwenyewe Ali sometimes ni beat, mimi nimekaa tu nimewaza kitu fulani, nikasema ngoja ni play this chords. Kama instrument ya Mahmuga hii ina story yake. Kwamba hii beat sio Ali tulikuwa ulikuta nilikuta katika Reason, ile program ya Reason. Ndio. Sasa kuna chords nilikuwa nishaanza kupiga pale hivi na hivi. Ali akawa ameisikia, nyimbo ikawa tayari anayo, akaniambia kuna kitu hapa nakisikia. Yani alikuwa ananisumbua hapo tu. Mimi unajua nikaanza tena kwa kwenye mode ya kwenye mode ya music. Unajua nikishakuwa musical nitashindwa kuongea, nitakuwa napiga mabiti ya mdomo nini. So akaniambia bwana, hii hapa, hebu hii hapa nipe. Kampatia ile track. Unajua kipindi hicho sisi tulikuwa tunatumia tapes. Sasa alikuwa na tape yake fulani na beats instrumental, lazima ni dub kwanza kwenye tape, alafu anaondoka nayo na naizungusha kabisa na pen mpaka pale inapotakiwa, alafu anaondoka nayo, anaenda kupiga mazoezi, anaiandika, alafu anakuja na record. Ali, una machache yapi ya kumwambia KGT siku hii? Najua ni siku ya furaha kwako kuelekea ile tarehe 19. Machache yangu bwana, kwanza kabisa KGT, naweza kusema kitu kimoja. Kwanza mimi nilielekea kwa KGT kwamba huyu ndio anaweza akawa mlango wangu, afu mimi nikifungua natoka. Kuna studio moja ilikuwa inaitwa Flex, ambapo zamani mimi nilikuwa mtunzi mzuri sana, natungia watu nyimbo kwa sababu nilikuwa sijatoka bado. Kwa hivyo pesa ambayo ilikuwa inanisaidia kukimu mimi maisha yangu ni kutungia wasanii. Nikiwaandikia wananipa 30,000, 10,000, 20,000, ilikuwa inanitosha kwa matumizi yangu. Kwa hivyo nilimwandikia msanii mmoja, akanipeleka studio ya KGT ambapo alipo Flex Records. Hapo ndiko nilipokutana na KGT kwa mara. Kumwona kumbukumbu. Sawa. Nika rekodi, lakini still kuna
kuna yani ilitakiwa tu nikutane na KGT. Wakati huo mimi ni msanii wa G Record wa G-Lava. G-Lava akasema tufungue studio. Kufungua ile studio kukawa kuna maproducer wanatakiwa waende pale. Kuna producer bwana akasema atamleta Mkenya. Huyo producer Mkenya akaletwa pale. Akawepo pale, lakini yule Mkenya akaona kwamba hii shughuli sijui kama nitaiweza, maana kuna wasanii wengi. Hivi K ulifika vipi pale? Ngoja. Nikaja kustukia KGT na yupo kwa nini? Sawa. Mimi ilikuwa hivi. Unajua mimi mwenyewe nilipotoka Flex Records kuna tatizo lilinikuta. Unajua mimi wao kuna na background. Kitu mpaka kinipush. Wana na kwa resistant, lakini kuna kitu kinanisukuma na ndo nakuwa natembea nayo hiyo. Sasa kuna tatizo lilitokea pale ofisini. Na mimi mwenyewe nikasema kwa kuwa sijisikii vizuri na umwa, acha nikalale nyumbani. Nimeenda kulala alafu sijaweza kulala. Nikasikia kama muziki unaimba kichwani. Nikasema nimtafute ndugu yangu Alicom. Sasa Alicom nikamtafuta nikamwambia brother, mimi nataka computer ili niweze kufanya nini kazi. Unaona, akaniambia mimi nitakupeleka kwa boss wangu yupo Keko, kwa tayari twende kwa G. Na mimi nilikuwa simjui G na pia nilikuwa sijajua kama Ali yuko kule. Unaona? Sasa ikatokea tu Ali siku akanipeleka Keko. Kama akanipeleka Keko. Fika Keko pale tukakaa siku ya kwanza tukaongea, alafu siku nyingine ndio ikawa sasa ndio kuna hiyo tayari studio ishafunguliwa tena kwa mara nyingine. Wasanii itabidi wakutane. Wasanii wakaja wengi. Mimi nimegonga gate hivi, Queen Dalindo akanifungulia gate. Akaniuliza wewe nani? Wewe pia ni msanii au wewe ni nani? Nikamwambia mimi nimekuja pia ni msanii. Unaona? Unajua yani ndio maana mpaka saa hizi mimi na Queen Dalindo tunakoga na jokes nyingi sana. Akanikaribisha, nikaingia ndani, ndio tukawa pale, ndio tukakutana tena ndio tukakutana kwa mara ya pili. Basi ndio akawa ndo rafiki yangu, nikawa nipo naye sana na msikiliza. Sana na mimi. Unaona? Sana story ndefu, hatuwezi kumaliza saa hizi. KGT ndio alihusika kufuta zile vocal. Sasa kwenye wimbo ule kijana. KGT ndio alikuwa producer. Story tamtamu dulo na story tamtamu wewe. KGT ndio alikuwa producer. Ala, wewe ndio ulifuta vocals kumbe za ndugu yako kabisa. Ngoja nikwambie, katika kufuta vocal muulize mimi nishafuta vocals zake ngapi? Nyingi sana nimezifuta. Nyingi. Yaani nyingi, kuna ile zile ngoma ni kuna ngoma gani ile? Nadhani ina Kishimrembo pia. Shairi record verse ya kwanza ukaniambia toa hiyo top ifute. Sawa, napiga tena tukabakisha back vocals. Ukapita tena upya. Right? Ni kitu cha kawaida lakini mimi kawaida kwa sababu ile ilikuwa umetoa vocals zake alafu ukaruhusu mwimbaji aimbe kama kile ulichofuta. Ndio shida ilipoanzia hapa. Dula, mimi nimependa sana vile ulivyo bring up hii situation. Unajua kipindi hicho. Sawa, sisi tupo studio. Alafu mimi nilikuwa kwenye situation pia katika 1 2 3. Sawa, wakaja wasanii, alafu wakaniambia KGT sisi tumependa hii beat. Nikatengeneza beat, wakafanya vocals, chukulia hiyo scenario. Alafu baadaye wametoka na ile nyimbo mimi nisha mix kabisa. Alafu amerudi, amekutana ndo Ali anakuja. Sawa, Ali amekuja akawa na insist. Akaniambia ongea na Ali afanye kitu hapa kwenye ngoma. Sawa. Mimi nikamwambia ni vitu mnaongea mmekutana wote studio. What do we do now? Wewe nenda uongee naye. Kweli akaenda kaongea naye, wakaelewana wenyewe. Unaona, akaja. So like mimi wakati wanaelewana mimi sikuwa mimi nilikuwa busy na machine. Wasanii wenyewe wameongea pembeni. Huyu hapa kaja Ali akasema like mbona kama iko sawa? Kila kitu kimeko completed, everything is ready. Mimi sioni kama kuna kitu cha mimi kuweka hapa. Tayari muziki una. Yani you are very right kabisa. Si ndio bro? Yani haki ya Mungu. Akasema kabisa, bwana iko sawa. Yule aka-insist. Sikiliza, aka-insist. Na imagine mimi niko kwenye situation gani? Mimi niko kwenye scenario gani? Alafu you know how long I've been at the studio. I think one time in your life you would come to my studio. I received you with some other artists wakina Kasim Ganga. Exactly. You know the lifestyle I live. Yeah. Bro, I'm real. I don't fake things, bro. Nikamwambia, mimi nitakupa mixing zote 3. Mimi sifuti kwa sababu kwa ubaya ama nini na nini na nini. Na mimi sikupenda vile ulivyonifanyia. Ila mimi natoa hizi vocals, fanya kile unachotaka kufanya. Akafanya, nikatoa kila kitu. Nikampa 3
3 mixings. Ali ananijua mimi nilivyo. I always So na ile ambayo ilikuwa na vocals za Ali pia ulimpatia? Zote zipo, lakini bahati mbaya baada tulivyofanya nyimbo ya Sheta, hard drive yangu iliungua. So kuna vitu vingi nililose. So like said, kama mimi si experience loss, I also experience loss, bro. But there's nothing wrong. Because it's just music. We are just doing music and we want to create something productive, eh? We want to be productive, right? Sawa. That's the reason. Shukran sana KGT. Crown Media. Hapa ni nyumbani.